Ndani ya juma hii, unwani ya hutuba yetu ya leo, tutazungumzia mambo ambayo utakapoyafanya ewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa sababu ya wewe kufungua milango ya kheri, itakuwa ni sababu ya wewe kufungua mambo yako yaliyofungwa, itakuwa ni sababu ya wewe kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile itakuwa ni sababu ya kufungua milango ya riziki. Ibadallah, alkathiru minan nas, wengi katika watu wanashtaki, wanalalamika, mambo yao yamekuwa magumu, mambo yao hayaendi, vitu vyao havipo sawa. Kuna mambo ambayo tumeyafanya, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kwamba wama asabakum min musiba fabima kasabat aydikum, chochote kinachowapata katika matatizo, changamoto katika maisha yenu, hayawi hayo isipokuwa ni malipo ya yale mlioyafanya kupitia mikono yenu. Ndugu zangu katika imani, mambo kutokuwa sawa, mambo yako kutokwenda sawa au kwenda kombo, kuna mambo ambayo wewe umeyafanya yamepelekea mambo yako yasiwe sawa, yamepelekea riziki zako zisiwe kama ambavyo ilikuwa hapo mwanzo, lakini vile vile biashara zako, hata unapolima mazao hayatoki kama ambavyo ulivyokuwa ukifanya mwanzo. Haya yote ni kwa sababu ya yale ambayo tumeyachuma sisi wenyewe kwa mikono yetu. Ndugu zangu katika imani, insha Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutaangalia funguo itakayoyafungua mambo hayo, au itakayotoa makufuli ambayo tumeyaweka sisi kwa mikono yetu, kwa sababu mja siku zote analipwa kutokamana na yale anayoyatenda. Ndugu zangu katika imani, mmoja katika wanachuoni, huyu ni mwanachuoni, ni katika wema waliotangulia, Aliyu At-Tantawi rahimahullahu ta'ala, anayo maneno mazuri, anasema maneno haya yanatuelekeza kwamba endapo tukiyazingatia, itakuwa ni sababu ya kufungua milango ambayo tulikuwa tumeiziba, milango ya riziki, milango ya furaha, milango ya taufiki katika mambo yetu tunayofanya. Ni huyu anasema, kullama kafarat sadaqa zada rizqu fil abd, pale ambapo tu mja atakapokithiri kutoa sadaka, pale ambapo mja atakapokunjua mkono wake akawa ni mwingi wa kutoa sadaka, basi ni sababu ya yeye kufungua mlango wa riziki katika maisha yake. Pale ambapo mja utakapokuwa tayari kufungua mlango wa kutoa sadaka, kutoa katika vile ambavyo Allah amekuruzuku, ukatoa katika zile njia ambazo Allah amekuamrisha ufanye, nawe ukafanya na ukakithirisha, fadhalika miftahu li rizqi, kufanya hivyo ni funguo ya kufungua riziki kwako. Kwa hiyo unapofungua mlango wa kutoa sadaka, sawa sawa kuwasaidia watu wasiojiweza, lakini pale ambapo panapohitajika kutoa sadaka unatoa lillahi subhanahu wa ta'ala, fatahta baba lirizqi, utakuwa umefungua mlango wa riziki. Ndugu katika imani, alkathiru minan nas, wengi katika watu, bali hata mimi na wewe tunaweza tukawa katika hao watu, yadhunnuna, wanadhania anna albadhla walinfaq, huwa eti kutoa na kujitolea katika njia zake Allah subhanahu wa ta'ala, jambo hilo eti linapunguza mali. Eti mtu anapotoa sadaka, anapotoa mali yake katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala, eti jambo hilo linapunguza mali, linapunguza riziki yake. Wengi katika watu tuna dhana hii, wa hadha dhannul jahiliya, na dhana hii ni dhana ya kijahilia, dhana ya watu wajinga wasiomtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Bali kutoa kwako sadaka, kutoa kwako katika njia za Allah subhanahu wa ta'ala, kitendo cha wewe kuzidishiwa katika riziki zako, katika mali yako na katika kila mambo yako, endapo tu utatoa sadaka utazidishiwa. Leo mkulima
unapolima katika vile ambavyo ulivyovivuna ukatoa kiasi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, la shaka mwaka utakaokuja mavuno utavuna yaliyokuwa mengi. Kinyume chake, unapovuna hautoi sadaka, hautoi zakatul mal, pale ambapo mvua zinaposhindikana kuja au zinapokuja mvua lakini si za baraka, dhalika bima kasabna, haya yote ni kwa sababu ya yale tuliyochuma sisi wenyewe. Hatutoi sadaka, hatutoi katika vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tutoe. Ndiyo sababu ya kuzibiwa milango ya kheri. Leo mvua zinanyesha, laala mvua hizi zinazonyesha si kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya viumbe wengine wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo ilivyothibiti kwa Mtume alayhi salatu wasalam, pale ambapo tutakapozuia kutoa sadaka bali zakatul mali, pale tunapochuma tunapovuna mazao yetu au biashara zetu, lakini tukazuia, tukapenda kukusanya kuweka ndani, tukashindwa kutoa katika vile ambavyo Allah ametuamrisha, munina minal matar, adhabu yake tutanyimwa mvua. Lakini ikitokea mvua ikanyesha, mvua hiyo si ya baraka, si mvua kwa ajili yenu nyinyi, bali ni mvua kwa ajili ya viumbe wengine, kwani viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala ni wengi na wanahitajia riziki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo miongoni mwa adhabu ambazo tunazozipata kuzuia sadaka na zaka ni sisi kuzibiwa milango ya kheri, kufungiwa baraka katika riziki zetu. Kwa hiyo dhana hii eti unapotoa unaishiwa mali, hii ni dhana ya kijinga, ni dhana ya kijahilia. Dhana hii hai kwa muumini. Ndugu yangu katika imani, hebu sikiliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu sikiliza haya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo yananilingania mimi na wewe kwamba unapotoa haupotezi, bali unapotoa ndio sababu ya kufunguliwa milango katika riziki. Anasema wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifukum, na hamtoi chochote bali Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kile mlichokitoa anakupeni ziada, anakupeni mbadala, anakuongezeeni katika riziki zenu. Kisha Allah kamalizia wa huwa khairur raziqin, naye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mbora wa kuruzuku, ndiye anayemiliki riziki. Akitaka Allah subhanahu wa ta'ala anakupa hiyo riziki, anakunjulia, na akitaka Allah anaizuia riziki. Kwa hiyo mja Allah, tambua kuwa anna rizqa biyadi Allah subhanahu wa ta'ala, riziki ipo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anapokuamrisha Allah utoe, toa, kwa sababu Allah hawezi kukuamrisha jambo afu jambo hilo likawa linakuumiza wewe, jambo hilo likawa linakunyongesha wewe. La hasha wakal, si hivyo, bali unapotoa ziyadatun fi rizqika, ni ziada katika riziki yako, ni unaongeza baraka katika riziki zako. Lakini wengi katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili wamelisahau, bali dhana ya wao kwamba ukitoa wanaongezewa, dhana hii hawako nayo. Ndugu yangu katika imani, unayemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mata da'aka Allah subhanahu wa ta'ala liinfaqin fi sabilihi anfiq ya abdallah, pale ambapo Allah anapokuita utoe katika njia yake, toa, usiwe nyuma katika kutoa, kwani unapotoa dhalika ziyadatu fi rizqi, hivyo ni kuzidishiwa katika riziki yako. Malipo yake ni Allah anakunyulia riziki yako, anakubarikia katika riziki ambayo unayoimiliki au mali ulionayo. Allah anaitia baraka pale ambapo wewe utakapokuwa unaitolea zakatul mal au sadaqa. Mtume alayhi salatu wasalam naye ana maneno mazuri, anasema naqasat sadaqatun min mal, siku zote sadaka haipunguzi chochote katika mali yako. Siku zote sadaka, kutoa chochote katika mali, haipunguzi katika mali ulizozimiliki. Eti Allah amekuruzuku 100,000 ukatoa 10,000, haupunguzi chochote, bali unaongezewa zaidi, bali ni sababu ya kubarikiwa hicho ambacho Allah amekupa. Ndugu yangu katika imani, hebu sikiliza maneno haya
ya mwanachuoni Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala anasema, lisadaqa ta'thirun ajib, hakika utoaji wa sadaqa unayo athari yenye kushangaza, una athari ambayo akizingatia mja athari hiyo itamshangaza kila mmoja. Daf'il balaa, katika kuondoa mabalaa katika mali ulionayo, kuondoa matatizo, maafa, majanga katika hiyo mali ambayo uliopewa na Allah. Kwa hiyo unapotoa sadaka ni sababu ya kulinda mali yako na mitihani mbalimbali na changamoto mbalimbali, lakini pia akasema wa fi jalbil arzaq, lakini kutoa hiyo sadaka ni sababu ya wewe kupata riziki nyingine, ni sababu ya wewe kuongeza riziki nyingine. Hivyo wewe mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, unapotaka riziki yako iongezeke, mambo yako yaende vizuri, kazi zako ziwe nzuri, anfiq, toa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani unapotoa Allah subhanahu wa ta'ala anakuzidishia. Kwa hiyo mlango wa riziki ni wewe utoe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitaka mlango wa riziki ufunguliwe na Allah subhanahu wa ta'ala, alayka bil infaq fi sabilihi subhanahu wa ta'ala, ni wewe utoe katika njia zake Allah subhanahu wa ta'ala. Unatazama Aman TV Online, amani kwa wote.